tunalima paleto we. Hatuachi tunalima paleto tu. Amauva tukulima vanamwe. Amauva mulima je baba. Amauva mulima je vanamwe mulima je. Amauva gakutukombola. Amauva kukombozi vano vitu mwe. Ngende amauva mwendi mulima je mwendi. Mwivyo baba ndio kata yetu, tunajivunia kwetu milimani. Karibuni wageni, kwetu ni kuzuri, kuna amani, hakuna shida, hatuna wasiwasi. Pia niwe nafuga, niwe na vitega uchumi kama mlikuwa navyo. Nyie kidogo mko mnajebu hata mashamba mna mkwatra. Chochote siwezi kukuelewa. Mimi muziki naupenda. Napenda kuwa msanii baba. Dada, unavyoniona hapa mimi ni msomi. Nishasoma mpaka hadi vyuo vikabomoka. Nyumbani kwetu ibaba nyumbani kwetu Sikunga nyumbani kwetu kule Shuba nyumbani kwetu Nijewe nyumbani kwetu kule Lali Madamu Wawuli ulipo? Jamani, damu umabula. Sio mchumba huyo? Umabula damu. Amekosa geti ya kwanza. Ana damu jebo. Leta mkononi. Leta mkononi. Mbona unashinda hata ushika keki? Ana mateke hiyo. Haya wewe. Hapa ngapi? Unaua. Unauaje hivyo sasa? Hapo unacheza na bingwa Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki ya Kati ya wapi sasa? Afrika Mashariki na Kati. Sasa nitafungwa na watoto za kama hao. Unapigwa tu hivi. Kwenda rote. Cha. Si hapa na huko. Unaua. Karibu mchungaji. Asante. Jitu liko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jitu la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sana mchungaji. Mwana kondoo ameshinda tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shalom. Mandevu hayo anatutishia bwana mchungaji. Jamani, ongeleni kwa mchezo. Nimepita mara moja ili tuweze kupata neno la Bwana. Maana kila sehemu unayopita Bwana anasimamia. Tishia maji na. Hiki ni chakula cha muhimu sana kwenye maisha yetu. Kama mko tayari tuweze kusikiliza neno. Mchungaji, kuna jambo linasumbua sana kichwani mwangu, msisiriwe nifanyeje sasa? Mke wangu niacha na watoto. Na mimi nikaona bwana niache. Kwa maana hiyo uliacha kusali kwa sababu mke wako amekuacha na watoto? Ndio. Na niliacha na watoto. Kwamba mimi naenda kanisani, nimbe mtoto mgongoni, ikaona ni shida kwangu. Sijui nasaidia leo. Mtumishi wa Mungu, usijali. Katika hilo uliloliongea kwenye Biblia, kwenye maandiko matakatifu, kuna majibu yetu kuhusiana na hicho kitu ulichokiongea. Tutafungua Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 24. Umeongea pale, umeandikwa hivyo, tutasoma ili upate majibu. Sawa? Mwanamume
atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, maana watakuwa mwili mmoja. Sawa? Ndio. Sasa anachokimaanisha, mwanamume ataachana na baba yake. Ninyi mlipoenda kuungana kuwa mwili mmoja, wewe na mke wako, mliungana kimwili, hamkuungana kiroho. Kwa hiyo mzee Sheyo, ndio maandiko pia yanasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Sawa? Wewe mke wako kama ameamua kukuachia watoto, hajaona umuhimu wa kusali, wewe achana naye. Iokoe roho yako, ndiyo itakayoenda mbinguni, yeye mwache. Umenielewa mzee Sheyo? Ninakusikiliza sana. Ndugu yangu. Naam. Umeshakuwa mlevi pure kama kawaida. Pole sana ndugu yangu. Na kama unavyoniona hapa. Pole sana. Niko free. Na hapo ulipo basi, yani bado umelewa. Hata hivi. Pombe ya jana ipo paka leo hii. Inatesa. Pole sana ndugu yangu. Inatesa sana. Mrudie mba wako. Siwezi mwana. Mrudie mba wako. Hata ningekuomba kama nawe uungane na mimi. Basi jamani, mimi niwashukuru kwa sababu nimechukua muda wenu, mmeweza kunisikiliza, na hili ndilo limekuwa neno la Mungu. Kwa ufupi tumeweza kulisikia. Nadhani wakati mwingine pia tunaweza tukaonana. Kama utakuwa na swali lolote namna yoyote ambayo unaweza usielewe kuhusiana na mambo ya Biblia au dini, basi msisite kunitafuta. Tunakushukuru mchungaji kwa sababu umetuletea neno la Mungu ambalo linaweza likatuhamisha pale tulipokuwa, kwa sababu sisi ni watenda dhambi. Amina. Amina. Kuna aliye kama wewe. Hakuna 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 aliye kama wewe. Hakuna. Shalom. Kwa hiyo ndugu zangu, tuenende na hili neno tulilolisikiliza muda huu. Uwepo nyumbani, uwepo shambani, jaribu kuyakumbuka yale tulioweza kuyasoma na kujifunza kwenye Biblia. Amina. Mchungaji, na swali. Kwa nini sisi tunaitwa watoto wa Mungu lakini bado maisha yetu bado yanasumbua, bado ya shida? Yaani tunaishi kwa shida. Umaskini mpaka lini unaendelea? Yaani hatubadiliki, bado tupo hali ile ile. Kila kwa kweli. Kazi ngumu. Ndugu zangu mpendwa ameuliza swali zuri sana. Mwenyezi Mungu hajataka sisi tuwe maskini, ila umaskini upo kwa sababu tofauti, ila hizo sababu tutaenda kuziona katika Biblia. Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo ndugu zangu, inawezekana umaskini huu ni kwa sababu ya dhambi tulizo nazo. Inatakiwa kuziacha dhambi, tuachane nazo ili tumtafute yeye. Hapo kama tutaachana na dhambi,
hapo tutakuwa na namna nyingine ya kujiuliza kwamba kwa nini tunakuwa maskini. Tutoe fungu la 10, tutoeni sadaka iliyo ya kweli, tuishi vizuri na ndugu zetu waliopo majumbani. Asanteni kwa kuwepo katika ibada hii. Amani ya Bwana iwe nanyi. Tunapenda kutawanyika hapa, basi kila mmoja akaende kuyatendea yale tuliyoweza kujifunza katika ibada ya leo. Amen. Amen. Kweli Biblia inasema kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, lakini maisha haya yamekuwa ni ya shida sana. Ni shida. Wakati mwingine jamani, Mungu tu atusaidie. Nyumbani kwetu ibaba nyumbani kwetu Sikunga nyumbani kwetu kule Shuba nyumbani kwetu Nijewe nyumbani kwetu kule Lalie. Miti yenyewe ndio hii hapo mwanangu. Nimeona lakini miti yenyewe ndugu yangu komaa haijakomaa. Hapa inaonekana miaka mingi kweli. Sasa biashara ngumu rafiki yangu. Sawa. Naona bora mtu anaelima pareto au parachichi. Parachichi mwanangu ni miaka 3 umeanza kuvuna. Au pareto ni miezi 3 tu. Alafu kila baada ya siku 10 nachuma, lakini mnaita mipana hii. Naona kama kumefilisika. Tukisafu mwenzio mwanangu mtimu. Sasa miti yenyewe haitoshi sasa. Utatoa mbao gani hapa? Au sema tu wewe mwenyewe utatoa mbao gani hapa? Kwenye kutoa mbao ni shida ndugu yangu, lakini sasa kama ni shida sasa ndio unapeleka wapi sasa? Sisi wanaume mwanangu, ndugu yangu. Mimi ushauri wangu mimi nakuona ndio kwamba labda kwa kukusaidia. Labda pareto ni kuonyesha shamba langu la pareto hapo. Waangalie. Baada ya kuliangalia natumaini tutajifunza kitu. Sawa ndugu yangu, lakini kwenye upande wa pareto mimi ndio cheke hata panga anashindwa kukata. Tayo tu hilo mwanangu, sijui wakati babu hajazaliwa ndio ulikuwa unapanda. Hata shindwa kuelewa yani. Nakataka mvua zikinyesha. Mimi nakushauri tu wewe gombana na pareto. Na miti mpaina gundi kibao Ndugu yangu, biashara hatuendi hivyo ndugu. Fanya kunidhamini hata kwa nyera mwanangu. Ndio maana nimesema tuende kwenye shamba la pareto. Sawa. Ukajifunze kitu pale na yani kisha jifunza tu pale. Najua hata kunifuatilia kwenye miti wewe utanifuatilia. Sasa lakini kwa sababu una shida hiyo naweza nikakusaidia, sio tatizo. Tashukuru sana ndugu yangu. Hiyo labda kiasi kidogo angalau nikupige tu jeki kwa yani kidogo tu yani. Nitashukuru sana mwanangu. Yangu maana unaona kama miguu inataka kuzama tumboni. Sio mbaya mwanangu, ngoja nikuunge na mimi. I say, pana chichi nazo zinalipa. Watukuli mama namwe. Ama uwa mulima je baba. Ama uwa mulima je banamwe mulima je. Ama uwa kukombola. Ama uwa kukombozi bana bitu mwe. Mwende ama uwa mwende mulima je mwende. Mwende Unajua vijana siku hizi mambo yamebadilika sana. Nimejaribu sana kuwashauri kwamba muende vizuri, hamtaki kwenda vizuri. Zamani babu zetu walivyokuwa wanakuwa walikuwa wanatuelekeza hata namna ya kuoa.
lakini siku hizi mkwega shaha bila kumanya kuti papaliuliwe. Ndio maana ndoa zikuwa shaha mkufunga wantanda shaha. Alafu ni ushoga upegwanda kwinjira. Wakati Mungu alivikataza sana hivyo vitu. Mnajua hilo? Jitahidi sana namna kuelewa wazazi wenu waliishi namna gani. Isarizi kila mtu ana kipaji gani hapa alipo mlipo hapa. Manake mnakwenda hovyo tu wewe. Ni mzee, kwa vile nimeona kulima kumenishinda. Nimeona bora niwe mwana hip hop. Wewe nikatoboa huko mbele. Yaani yale tunayoanza kurap labda kwa mfano samahani baby mimi naitwa Daudi ndo maarufu wa muziki ndo kama ule wa hip hop. Ini ye hip hop mzee. Matega sana mmepotea. Mmepotea huko mwanangu. Sio kwenyewe mnako kwenda. Wewe mimi mzee nachana mbao. Kichana mbao unafanyaje? Mzee mimi nachana mbao ni operator. Ukitoka kwenye mbao unafanya nini na pesa zako hizo sasa? Mzee najichanganya na kunywa pombe. Sasa pombe itakupeleka wapi sasa wewe? Na ujana huu wakati unajua kwamba maisha yanasumbua. Wewe mwanangu. Sasa babu. Ila mimi ukweli napenda kulima. Kulima? Yaani kulima. Wewe uko vizuri. Napenda kulima kwa sababu babu nikifuata desturi zenu za zamani mmeishi na mama zetu na bibi zetu pia. Walikuwa wanakula vizuri. Walikuwa wanalima mazao yalikuwa mengi. Sasa na mimi natamani kuwa kwamba niwe kama nyie wa babu zangu. Pia niwe nafuga, niwe na vitega uchumi kama mlikuwa navyo. Nyie kidogo mko mnajebu hata mashamba mkwatura. Mnafanya sio mafani na mimi natamani kuwa hivyo babu. Mwanangu jembe linakomboa. Usije ukawa kama wenzako wanaosema pipa hapo. Wengine nakunywa na kuwa na ulevi tu kila siku. Alafu hela hazieleweki. Mwanamke anatoka naondoka. Alafu na ushoga juu yake sio vizuri mwanangu. Ni kweli babu. Asante baba. Fuga tanguru hata kuku tu hao wanaita sijui sasu. Ijapo kitu rahisi sana ni pale tu miezi 3. Ni kwanja utakuwa nani labda kama wewe ni mlevi labda kama nikikupa hiyo utaenda kunywa pombe. Lakini kama wewe kunywa pombe mbona unapata maisha? Ni kweli ndugu yangu ulevi sio rahisi kama naweza nikawa mlevi. Mimi sio mlevi hata kidogo. Kwani wanasemaga mtu mpaka uje mfumanie ndo unakuta unajua ni siku moja tu nimeiba sijui nini na nini unakuta anajichanganya na maneno. Mimi kwa kweli babu, mimi napenda kuwa mwigizaji. Mwigizaji? Nataka niwe mwigizaji ili niwe naigiza kitu ambacho kitakuja kuijenga jamii hapo mbeleni. Watu wanapata manufaa, maarifa kupitia mimi. Niwe naonya watu kupitia na mambo mbalimbali wanayofanya hapa vijijini humu. Kuna mambo mengi yaani uovu mwingi humu vijijini. Mimi nitakuwa nauweka wazi unaonekana wote. Maana akikushauri. Ndio baba. Utakuwa vizuri kuwashauri wenzako. Wewe mimi baba yangu. Mimi sema kweli napenda sana kazi ya muziki. Mimi muziki umeniingia sana kichwani. Hata ukiongea chochote siwezi kukuelewa. Mimi muziki naupenda. Napenda kuwa msanii baba. Na ndio maana unaona navaa usharosharo nini kila kitu. Kwa muziki ndio kipaji changu Mungu ndo alichonipa. Unaimba? Nikishaimba? Na hizo pesa unapata pesa unapeleka wapi hizo pesa ukishapata kwenye uimbaji? Huko mzee nikija kupata pesa huko mbele. Maisha yetu yatakuwa vizuri. Maisha yetu yatakuwa vizuri. Hamtapata tabu yoyote. Ndio mzee wangu. Lakini ujitahidi namna ya kuwekeza ukishapata pesa. Unasikia? Wala usijali mzee wangu. Wewe cha msingi tu nipe baraka zako. Niwe msanii bora, nitatoboa. Wazee wangu mtaishi vizuri. Baba yangu mimi kwa saizi mimi napenda sana kusoma shule. Hata mbele kwa naweza nikawa hata mbunge, rais na vinginevyo hata udiwani. Mimi napenda sana kusoma shule. Wewe ndiye mzuri, wewe unayependa elimu wewe. Utawasaidia na wenzako. Manake siku hizi watoto wametufungua mpaka tunaelewa na mahospitali yamejengwa kwa sababu ya elimu. Mungu akubariki sana mwanangu. Usijikawa kama wenzako wa hip hop. Hip hop ni mbaya. Asante sana baba. Asante mwanangu.
hapa najiuliza kweli kweli, yaani hapa ndio natoka kwangu kabisa, nyumba nzuri hii nimeborea. Mimi nimekosa soko au nimekuwa mweusi sana kama shetani mpaka wanawake hawanikubali? Yaani kila siku mimi naenda sokoni sipati mwanamke, leo lazima nikubali. Sijui nitumie mbinu gani. Neno nakupenda, na akisema nakupenda ndio nyumbani kwetu ibaba nyumbani kwetu Sikunga nyumbani kwetu kule Shuba nyumbani kwetu Nijewe nyumbani kwetu kule Lali ndio inakuwa mwisho tena. Mawasiliano ndio hivyo, SMS kwa wiki mara moja. Huyu mwanamke leo sijui ni muingiliaje leo, lakini ngoja leo nitumie njia nyingine. Kwanza inaleta umoja na mshikamano, ndio maana tuko hapa. Ni kweli kabisa rafiki. Tuko hapa kwa ajili ya kujaji. Na lazima tunywe mwanangu leo hii. Tunalewa na kujisikia nyumbani na lala hata nje. Wadogo zangu mnapenda sana mambo ya kelele hapa. Wewe tu mwanangu. Unajua bwana pombe, yaani pombe ni kitu cha msingi sana mwanangu. Sasa unaona? Yaani pombe bwana, yani katika maisha haya yaani wewe taratibu na pombe. Nigonge atulia bro. Brother. Sio maji. Sikiza bro, wewe mbona kwa kasi na pombe? Sio maji sasa. Nitakwambia sio maji haya. Tulia wewe. Subiri bwana. Mwanangu hapo kwenye pombe amani bwana. Mmoja wapo ni wewe sasa. Kama chawa natakiwa nitulie mwanangu. Mimi chawa mwanangu. Mwagilia moyo vijana, mwagilia moyo. Unaposikia steam inapanda ndo kama ndio hao. Wewe nakojua wapi mimi? Wewe. Nionyeshe pa kujua. Maana yake mlevi hajali pote pa kujua, unakojua hata kwa hapo. Leo I say hivi nikisema sister where are you to going to nyumba, atanikubalia kweli hapo? Hapana. Labda nikisema sister wakati wa bwanji wovute chirango wabwera ze mnyumba, hapa atakubali. Sasa atajua lugha ngeni tofautisha na wasomi wa Uingereza wale. Leo lazima nikubali. Zote wako wachirangwa, atakosea hapo. Abo vuta wachirangwa sister zo wavwera wa nyumba. Ndio ni Munyamata bizerupa. Bantu bazonda paka kuchitika. Anti baso mbomo pasoveza paka loleni ipo. Paka ni government ya vera kuchitika bantu bazonda. Leo lazima kubali. Sasa atauliza nini baby? Lugha gani hiyo? Leo tunaenda naye kabisa. Atashangaa tu hao Mswahili au Mwingereza au muongo. Ambia baby. Paka wentu wachituka mami wako walikuseveza kuti so umunyama ataveri kunyambara paka wabwela mu nyumba za wagoti. Madada sijui wameniona. Yaani namuona kabisa mwanamke huyu hapa ananipenda, lakini nalogwa macho sijui nimerogwa na kafara gani mimi mwenzio. Astera. Mambo. Safi mzima. Wewe unaonaje? Wanaume ndio wenye basikeli hapa kijijini. Una shape ya kuishi na mimi basi. Ndio nimekuvumilia na kupenda tu, ila semaga moyo ndio hivyo. Unipendi kwa lipi? Nimerizikaja na mimi, kwani mimi nitakuwa chakula mwanangu? Mimi binadamu tu kama mwenzio. Mimi sipendi. Mimi binadamu kama mwenzako, natakiwa tuishi pamoja. Sasa ngoja niwaambie sasa. Sehemu tutakayoingia. Sawa? Cha kwanza wewe ukitaka kunafikia na watu, nunua pombe. Wakaribisha wale wenzako ambao umekuta pale, si ndio? Pale utapata marafiki wengi. Hapo. Utapata marafiki wengi sasa. Ukiwa mchoyo, mwanangu utaingiliwa.
Toka mbaya sana. Mwagilia moyo mzee, mwagilia moyo, mwagilia moyo. Pombe ni kila kitu. Piga hata kidogo. Au sio mwanangu? Acha tu. Fresh tu mwanangu, maisha tu. Fresh mwanangu. Unajua tena. Chelewesha mwanangu aiendi kasi. Sema mwanangu, tunajua tena hivi vitu bwana natakiwa isimwagike. Yaani hizo ndio sijali kabisa. Anaendesha baskeli. Yaani kwangu pale comfortable dada. Kama ni nyumba ipo kwangu pale si comfortable mwanangu. Hapana bwana, mimi sijalizika na wewe wala nyumba zako sijazipenda nini. Vitu vya kulizika wewe utakulizika na nini? Kama ni magari hapo, baskeli zipo. Wewe sikaenda kununua mboga sokoni bila baskeli. Wewe ni muongo. Uongo wangu sio, yani uongo wangu kwanza ni nini? Niangalie kwanza mimi mwenyewe nilivyo hapa. Hapana, wewe ni muongo. Kwanza upo serious. Mimi nipo serious. Kwanza wewe unachokihitaji nini dada? Mimi nahitaji tu kwa yani na furaha kwenye maisha yangu yote. Unaweza? Wewe unataka nikuonyeshe furaha gani hapa? Furaha yoyote ile ambayo naweza kulizika nayo. Ngoja nikuonyeshe sisi. Nakiona kishawishi cha kwanza hicho. Cha pili. Ila kwani pale wakali huko kuna mbwa wakali kweli. Umeogopa? Sasa lakini wala sijali. Lakini kwa vile umesikiliza watu wangu hakuna shida. Mimi nimekuleta huku kwa jambo moja tu. Nikikwambia utafurahi utachukia. Utafurahi. Kweli? Yeah. Mi baby. Ni hivi. Nataka nikuoe bwana. Nimechoka kuishi maisha ya kibachela kila siku. Mara kuimba kwa sana. Alafu narudi ghetto. Baridi. Nataka nikuoe. Ni hakika. Hakika kweli. Nataka nikuoe. Sawa. Mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria hivyo. Hata hivyo nilikuwa nasubiri siku tu uje niambie. Kweli? Ndiyo. Sina furahi sana. Najua nakupenda sana. Mtoto mzuri. Nakupenda pia. Kweli? Nakupenda baby. Ndiyo. Unataka nikupe zawadi gani leo? Yaani ambao utafurahi kutoka kwangu yani. Leo. Tamani tu niambie maana nimemisi sauti yako. Ya kuimba eti? Ndiyo. Kwenye kuimba mimi fundi. Kwanza mimi nawe baby tumeshatoka mbali na bado tupo kwenye safari tuelekea mbali. Kwanza mimi nawe baby tumeshatoka mbali na bado tupo kwenye safari tuelekea mbali. Usije ukanitenda tanipatia ugonjwa wa moyo. Okay, nimeshakuimbia. Mimi dada unavyoniona hapa mimi ni msomi. Nishasoma mpaka hadi vyuo vikabomoka. Ukuta kibao huko Dodoma wapi Singida. Nimesoma VETA fulani hivi hapo kwa Arena Mbeya nikapitiliza. Yaani leo hii mpaka hadi chura kiruka nalia kisa tu usomi wangu. Where but you tis love me. In the last to verb but you is love to my sister is instead. Name but you is. Bado hainiingii bwana. Bado haikuingiaje? Wewe unataka tukuseme
Navugaje kubiha mama mkoko. Nataka uende mtoni ukachote maji, kisha chota maji uende sokoni ukachukue mboga. Unasikia? Unasikia Ruti? Mbona huitiki?